Leo nimekuja na jambo moja ambalo nataka kuzungumza nanyi ndugu zangu na wadau wangu mnaonifuatilia katika mitandao yangu hii ya kijamii mentor_health_care TZ. Nataka kuzungumzia kuhusu nature, kuhusu asili na saikolojia. Kuna muunganiko ambao watu wengi huwa hawaujui na wengine wamekuwa wakiunganishwa na huo muunganiko ambao hawaujui kupitia imani. Kuna watu ambao wamekuwa wakiunganishwa katika hiyo miunganiko ya asili bila wao kujua kwamba wanachopewa, wanachoaminishwa ni kile kile walichonacho. Kwa mfano tunapozungumza kuhusu mtu kuambiwa kuamini katika maji kwamba yanaweza yakamtatulia matatizo yake, yanaweza kumtatulia shida zake. Mtu kuamini katika chumvi, madini haya kwamba yanaweza kumtatulia shida zake, yanaweza kumuondolea shida zake na mambo mengine yote ambayo anataka kuyasafisha. Tunapozungumza katika picha ya mtu ni picha, lakini mtu ni asili. Manake huyu mtu anaambiwa aamini katika ile picha. Kwa maana hiyo huyu mtu anaaminishwa aamini katika yule mtu ambaye pia ni asili. Lakini tukizungumza kuhusu udongo ni asili, na udongo na mchanga ni asili. Kwa hiyo huyu mtu anapoambiwa aamini katika udongo, aamini katika mchanga, ni asili. Na mwanadamu kaumbwa na udongo, mwanadamu ana maji, mwanadamu ana chumvi. Mwanadamu anaishi kwa kutegemea ardhi, kwa kutegemea vyakula vinavyotokana na ardhi. Mwanadamu anategemea nguvu kutoka kwenye vyakula ambavyo vinatokana na ardhi. Kwa hiyo unaona kuna muunganiko mkubwa sana. Ninazungumza katika context ya saikolojia na nature. Kwanza kuna nguvu mbili ambazo ni za asili. Kitaalamu tunaita positive or negative vibration frequency. Mawimbi mtetemo ya asili ambayo ni hasi au ni chanya. Hizi ni energy, hizi ni nguvu, zipo. Ndio maana wanasema ukiliwaza jambo linaweza kukutokea. Ukiliwaza jambo linaweza kukutokea kwa sababu utakuwa unajiunganisha na hicho kitu. For instance, kuna mifano midogo tu. Kunaweza kuwa unamwaza mtu umpigie simu, ukashangaa na kupigia. Au unaweza kumpigia mtu akakwambia na mimi nilikuwa nafikiria kukupigia. Maana yake tayari umeshajiconnect naye. Yule mtu ni asili. Lakini kitu kingine unaweza kuwa uko sehemu una msaada, umekosa kabisa. Ila mtu wa kwanza kumfikiria kwamba nikatafute msaada kwa huyo mtu, huyo ndo akakusaidia na ukaweza kufanikiwa. Ni kwa sababu unakuwa umejiunganisha katika kutaka msaada na hujajiunganisha na pesa, umejiunganisha na mtu. Kwa hiyo ndo maana hata watu ambao wanaaminisha watu kuwa na imani kwenye baadhi ya vitu, hawasemi jiunganishe na pesa, hawasemi jiunganishe na nyumba, hawasemi jiunganishe na gari. Wanamaanisha jiunganishe na vitu ambavyo ni asili. Jiunganishe na vitu ambavyo ni asili, nature. Kwa hiyo mimi binafsi sishangai mtu anaposema amini chumvi na akaamini chumvi akafanikiwa. Amini maji na akaamini maji akafanikiwa. Sishangai. Amini mchanga au udongo utafanikiwa na akafanikiwa. Sishangai. Mtu ambaye anaamini picha ya mtu akaambiwa amini picha ya huyu mtu utafanikiwa. Huyu mtu anajiunganisha na asili. Yule mtu ni asili. Chumvi ni asili, udongo ni asili, maji ni asili, na hivi vitu vyote ni asili ambayo hata mwanadamu ana muunganiko nao wa moja kwa moja. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba unaamsha kile kitu ambacho tayari unacho. Wewe una survive kwa kutumia maji, ndio yanayokupa power na nguvu na imani na uwezo. Wewe una survive kwa kutumia chumvi, una madini ya chumvi. Acha hii tunayokula kwenye sahani, bado wewe una chumvi mwilini. Ile ni power, ile ni nguvu. Ukikosa hivyo vitu huwezi kusurvive. Yule anayeamini katika ardhi, automatically wewe umeumbwa kwa udongo. Wewe umeumbwa kwa udongo. Kwa hiyo wewe unapoamini katika mchanga, katika ardhi, katika udongo, wewe automatically unaamsha kile tayari ambacho ulichonacho. Unapoamini katika watu wakupe kazi, unapoamini katika mazingira ya kusaidia kupata kitu, ina maana unajiconnect na asili. Unapojiconnect na asili, nature, manake unavuta vibration frequency either negative au positive ziweze kuja na kuweza kukusupport. Ndio maana hata awe mganga vipi, hata awe ni mtu gani wa imani gani, anapotaka kukusaidia lazima akuunganishe na asili yako. Lazima akuunganishe na asili yako. Haiwezi katokea from nowhere kwamba labda anakupa maombi, anakupa dua au ni mganga
anakutamkia tu maneno kafanikiwa. Lazima akujengee kitu ndani yako ambacho kita attract, ambacho kitavutia hizo supernatural power ambazo ni positive au negative, ambazo tunaita kitaalamu positive or negative vibration frequency, ambazo hivi vitu vinavuta vitu vya asili kuja kwako. Tukirejea nyuma katika historia, mababu zetu walikuwa wanaomba mvua inakuja, walikuwa wanaomba mambo yao yanakaa sawa, lakini walikuwa watumie vitabu vyovyote vya dini tunayoijua leo, na walikuwa wanafanikiwa hata katika mambo yao na miiko yao. Walikuwa wanatumia hivyo vitu, wametumia dawa za asili sana. Dawa zozote tunazozitumia katika kujitibu, katika kujisaidia kiafya na katika mambo mengine, zote ni asili. Kwa hiyo hizi dawa zote zimetokana na asili, vitu vyote vimetokana na asili. Ndio maana ni ngumu sana kuomba gari ukapata, kuomba nyumba ukapata, kuomba kazi kama kazi ukapata. Ni ngumu sana kukaa ukifikiri kwamba ukilia na kitu ambacho unakitaka utakipata. Sio rahisi. Ila ni rahisi sana kupata watu wanaogawa kazi, kupata watu wanaoweza kukupa njia ya kupata gari. Ni rahisi kupata watu, ni rahisi kufanikiwa unapojiunganisha na mchanga, unapojiunganisha. Yani hii sio lazima mpaka uende kwa mtu.